anaitwa Oscar Sudi. Tumpigie makofi. Situmpigie makofi. Unajua unia amebeba kibeti. Tumpigie makofi. Karibu Engineer Sudi. Haya, huyo msichana arudi hapa kwanza. Ngoja. Si tukiamua kusaidia mtu tusaidie yeye kabisa. Ama ni aje? Nikapeka kitu. Awache kutengenezea nyumbani. Alafu DPP afanye maneno. Mimi namuongezea 1,100. Usilie, enda fanya bidii. Enda fanya bidii mpaka ungare, hata hiyo lako utengeneze ifike hapa, sawa? Watu wa Kiambu mambo. Mko chonjo? Sasa nyinyi kwani ni nini mnapiga kelele? Kiambu mko ready na chapa? Mnapenda pesa. Yaani 1,100 inafanya na hatujatoa yenu. Na sasa tukitoa mtafanya nini? Mnionyeshe wenye wamefurahi, watu wa Kiambu wamefurahi, watu wamefurahi. Mimi niko na maneno matatu peke yake. Na mjunga huyo msichana ameenda pay security. Akae wapi huyo msichana? Akae hapa kwa hiyo kiti yangu hapo ama basi. Ako na kiti hapo. Mmefurahi? Mnanijua? Umai niona? Hebu nyamai niona wainue mikono. Kwani nyinyi wote mnanijua? Mnaniona kwa picha? Bas, si tumefika. Si tuliwaahidi siku ile tukasema tutakuja kufanya empowerment. Si rais anafanya maneno ya mama mboga ya sokoni. Na huyu naibu wake. Sasa sisi tumekuja kuinua wale wa chini. Wale wa boda, wale wa saloon, wale wa duka ndogo ndogo. Hiyo maneno, lakini huyu mjumbe wenu sio mtu mzuri sana. Wacha niwaambie. Hii kitu ya empowerment ni mimi nilikuwa nimepanga. Walikuwa wanafaa kuja kwangu mwezi wa 5. Lakini ni mkora. Ngoja sikiza. Wakati wa mradi aliniambia twende harambee ya kanisa iko hapa Kidhunguri. Akakuja akaniambia hapana. Unajua kanisa inaishanga saa 7. Baada ya saa 7 wewe kuja kwangu tufanye empowerment. Na akanikoroga mpaka nikakubali. Akaniambia wewe ndio chief guest. Si ni kweli? Lakini Mungu ni nani? Si Mungu ni Mungu. Juzi nikaambia Ichungwa. Sasa tunaenda kule asubuhi tukuja saa 8 kwa Kawanjiko. Lakini Ichungwa tupange maneno namna hii. Ichungwa akaniambia kuna waya nyingine wacha niunganishe kwa sababu wewe unakuanga mtu ya mawaya, lakini wacha nikusaidie leo waya nyingi. Jana asubuhi Ichungwa akaniambia lakini usiambie mtu. Nimeongea na DP na atakuja. So nikamwambia sasa mimi kwa nilikuwa chief guest sasa atanirudi nyu. Mnatukaribisha hapa Kiambaa. Niwauliza watu ya Kiambaa. Na mniambie ukweli. Si nyinyi ni wanabiashara? Kuna biashara inajengwa na mwaka moja? Kuna biashara inajengwa na mwaka 2? Wacha niwaambie na mnisikize. Wakati tulikuwa tunawaomba kura, tulikuwa tunaimba, tunafanya nini, si ni kweli? Na mkatupatia kura zenu. Kutoka kwa MCA mpaka kwa rais. Ni kweli ama ni uongo? Lakini saa hii kuna watu wanawadanganya, sijui hii ijafanyika, huyu ijafanyika. Hata wewe mama ukiwa na mimba, utapata mimba leo na kesho kutwa usae mtoto na atembee na akule. Si lazima mtoto uone maneno yanakuja, uone mpaka watu waanze kusema, hiyo mama kako sawa. Alafu sasa baada ya hiyo halijifungua siku hizi imekuwa flat. Alafu sasa mtoto akunywe uji, akule mpaka akule githeri. Si ni kweli? Mimi nawaomba kwa heshima kubwa. Hii serikali ya Kenya Kwanza, kama kuna watu wanafaa kujifunia ni watu wa hii mlima. Kama kuna watu wanataka wajue hii serikali ni yao, ni nyinyi. Sasa nikuulize, mumeenda kupanda mahindi. Umeongoja imefunwa, imepelekwa kwa store, imesiagwa, umeweka ugali kwa mesa.
Wakati ugali umefika kwa mesa, mtu anakuambia tupige teke hii ugali, twende tutafute ingine hatujui. Hiyo inawezekana hiyo? Mimi nataka niwaambie na munisikize. Tutakuja kuwafanyia empowerment, tutaenda kwa Kororia, tutaenda kwangu, tutaenda wapi? Rais na Kindiki wafanye barabara na hiyo ingine yao ya empowerment. Sawa sawa? Unajua huyu Ichung'wah, siendi mdosi yetu huko bunge. Unajua mimi bunge, hiyo sio kazi yangu. Mimi ni mtu ya mawaya. Umaisikia hata mimi niko kamati fulani? Umaisikia hata mimi naongea huko bunge? Lakini kuna waya ingine mimi naunganishanga hapa. Ichung'wah akifanya ile ya bunge, mimi nafanya ingine pale, Wanjiku anafanya ingine, Kororia anafanya ingine, yaani namna hiyo maneno inakuja inakutana hapa nyumba. Si tumekuja hapa leo. Tukijanga milioni 10, 15, si tutakuwa tumesukuma watu wengi. Ama namna gani? Ya mwisho na munisikize vijana. Ya mwisho. Mimi nilikuwa makanga wa matatu. Na nilikuwa naokota makaa. Mnasikia? Nilikuwa makanga wa matatu. Lakini nikajipanga namna hii mpaka niko hapa. Mimi nataka niwaambie vijana. Ukiona mtu anakununua na shilingi 500, ati wende upigie mwenzae kelele, ujiulize maswali mara ngapi? Ulize yeye kwanza, bibi yake yako hapo? Mtoto yake yako hapo? Yeye mwenyewe ako na kiti. Alafu anakudanganya ati wewe enda pigie mwingine kelele. Mimi nataka niwaulize swali. Kawanjiku wakikuja na barabara, Ichung'wah akuje na hospitali, mimi nikuja na empowerment, mwingine akuje, si nyinyi wenyewe ndio mtapima? So mtu anawapatia pesa ya kugonganisha vijana wetu, mchukue pesa lakini muache kupiga makofi ya ukora. Tunakubaliana? Niko naona juzi wamepangia huyo Ichung'wah. Hii shida yote Ichung'wah anabeba si yake, ni ya William Ruto. Tusidanganyane. Kwa sababu yeye anasimama imara na yeye anasema ukweli. Hata kuna barabara mingi hapa Ichung'wah ndiye ameweka hapa, hata nyinyi hamna habari, kwa sababu yeye anasimama kidete. Kitu ya muhimu tufanyie watu wetu kazi. Tuombeane Mungu. Familia yote ipate chakula kwa nyumba. Watoto wetu waende shule. Kila mtu akae vizuri. Lakini maneno ya kununuliwa na shilingi, sasa wewe ukinunuliwa unipigie kelele. Mtu mkarabati tu kama mimi, mtu jua kali nilikuwa tu manamba. Unafikiri mimi nasikia kelele? Si wewe utarudi tu kwako na wewe makelele yako na changaa umenunuliwa. Na ndio unaona mimi naaminingi wa mama. Unajua mama ni watu wazuri sana. Hata siku ya kampeni mimi napeanga wa mama pesa mingi kwa sababu mimi najua yao inafika nyumbani. Unajua yetu sisi wanaume tukipewa 1,000 lazima tupitie kwa kasa na tabu. Yaani kitambo tufike nyumbani tuko na 200. Lakini wamama ukipatia utapata nyama, utapata sukari, utapata kila kitu iko nyumbani. Ya mwisho. Naibu Rais, sisi ni watu wenu wa mkono. Sisi ni watu wenu wa mkono na tunawaomba tu nyinyi mpange tu uchumi huko juu. Na mpange hii maneno mengine huko juu. Hii ingine hapa chini mtutumange tu tufanye hii, tufanye hata tukipiga kelele si hatuna shida. Hatuna kelele, si ama namna gani? Si kelele ni part of maendeleo. Ama ni aje? Wangapi wanasema wako imara? Wacha nauliza swali. Wangapi walipigia serikali kura? Si nyinyi wote? Alafu mtu akuda, nyinyi mnajua kweli kufanya siasa mpaka uinue Biblia useme hai. Nyinyi mtu asiwadanganye. Tuchunge serikali. Tuchunge Ichung'wah. Tuchunge Kawanjiku. Tuchunge wa Moradha. Tushikane, tupendane. Bodaboda watapata haki yao, wamama watapata haki yao. Kila mtu atakuwa na haki yake na tutaenda mbele wote kama taifa. Tunakubaliana? Mimi nauliza nyinyi, si mmesikia wanasema mimi sikwenda shule? Unafikiria watu walisema uongo? Mumai sikia mahali nilisema ninaenda shule. Lakini ukikuja huko kwangu ninapanga maneno my friend. Kwa sababu ya ukarabati unaelewa? Kwani nyinyi wote mlisoma? Sinyange na Ichung'wah tu ndio alisoma, alipata bahati wakasoma vizuri tu hivi. Lakini sisi wengine wote si ni hoye. Ama ni aje watu wa hoye ibua inue mkono? Basi unaona tuko wengi. Unaona nikisimama rais ndaangusha hawa. Kwa sababu watu wa hoye ni wengi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Unajua sikia. Huyu kwanza niliokoa, alikuja huko kwetu ametolewa nguo yote. Na wakora wengine. Mtu alikuwa anauza tu mara, siku hizi ananipatia amri, fanya hii, fanya hivi. Najua Ichung'wah, huyu naibu wa rais alikuwa anasoma Moi University. Na siwezi toa pesa mbele yake. Mimi nasindikisha rais na yake.
So usinitishe pesa, na pesa yangu sio kidogo kama akina Kororia. Unajua Kororia aliniambia, wacha nistake Kororia kwanza. Kororia aliniambia vile alikaa chini, ati sasa si nimeongea. Hata naomba Mungu mvua inyeshe hata nyinyi msiongee. Kororia ulisema hivyo, Kororia ameenda wapi? Na hiyo pesa yako kidogo hiyo ulete sahi. So asante sana. Haya, tupigie Sudi makofi. Si ni wewe ulikuwa?